Mjambo, wapenzi watazamaji na wale ambao wote wamepata nafasi ya kunifuata hivi majuzi wakati hata sikuwa nahusika katika kutengeneza video au kuendeleza hadithi hii moja kwa moja, lakini ningependa kutoa shukrani za dhati sana kwenu nyinyi ambao mlipata kuzitazama hizo video zingine za hapo awali, na pia wale ambao wanatazama kwa sasa, nasema asante sana na sichukulii kwa urahisi muda wako na nguvu ambao umetoa ili kuweza kunipa sikio lako, macho, angalau na maombi pia vile vile, kwa sababu unafahamu fika kwamba story yangu na Mheshimiwa Rais akiwa naibu rais ilianzia pale akiwa naibu rais pale tarehe 21 mwezi wa Juni mwaka 2017, baada mimi kumuomba kama anaweza nisaidia kupata ajira, na hakika akatii na akatoa maagizo kwamba nikabidhiwe ajira hiyo, na safari hiyo ilianza. Na ukifuatilia hizo video zangu za kwanza, pili, ya tatu, unakuta kwamba hiyo ndio simulizi ambayo inaelezea jinsi mambo haya yalikuja yakajichipuza, na nimeelezea bayana hatua kwa hatua. Na pia leo hii ningependa pia kuwia radhi, kuwaomba radhi kwa sababu nimeweka katika hali ya taharuki sana kwa siku nyingi, lakini kwa taarifa yenu hakukuwa na jambo kubwa baya, japo tu ni hali ambazo hazingeweza kuepukika, ndio si kuweza kupata muda wa sisi kuweza kujumuika tena, but yote juu ya yote tuko hapa. Kwa hivyo tutaendelea pale mahali tulipoachia tangu nilipotengeneza video ya mwisho ya tatu, ambayo ilikuwa na mwendelezo wa pili, na hii ni sehemu ya 4 ambayo nilikuwa nimeahidi kwamba katika ile video nyingine ni kwamba ukoko umealika maua. Sasa hapo ndio mchakato wa kwanza, harakati za kwanza kufunga nyororo katika geti ya Deputy President ulianza kutokota. Na kwa hakika, kwa taarifa yako, mambo ya nyororo nilikuwa nimeanza kitambo kidogo, ilikuwa 2019 ndio ningefanya hiyo. So kukawa na mambo kidogo hapa katikati ambayo hayangeniruhusu kufanya hivyo, kwa sababu nilipata kupoteza mzee, na baada tu kupoteza mzee tukiwa katika hali ya majonzi na nini, na ndio nikapata fursa ya kuweza kuelezea masaibu yangu na mmoja jamaa, mtu kutoka katika kabila yangu ya Wateso pale ambaye ndiye rafiki ya wale watu mashuhuri kutoka huko jamii ya Wateso huko Busia, ambao wako katika serikali ya Kenya Kwanza, na wao ndio tena wamekuwa katika nyadhifa hizo za ushawishi katika serikali ya Jubilee. Na huyu rafiki ambaye ni rafiki yao akaahidi, akanihimiza kwamba nisitishe kwanza azma yangu ya kujifunga nyororo kwa madai ya kwamba sijui jina ya mzee Oduyo Prong sijui nini na nini basi, lakini aliahidi ya kwamba naenda kuzungumza na mmoja kati ya hao, na kwa hakika nafikiri ndio ilisababisha pengine mimi kuonana bwana Ruben Maiyo ambaye ndiye private secretary wa Rais Daktari William Samoei Ruto. Na huyu bwana Maiyo amekuwa ndiye private secretary wa rais hata tangu wakati alipokuwa naibu rais, tukiona naye. Na kwa uhakika mimi mahali nimekaa mimi hapa, siwezi sema wandani wa rais hawakuwa na nia yoyote. Siwezi sema hivyo kwa mdomo yangu, siwezi sema eti bwana Maiyo hakutaka kunisaidia. Siwezi sema ati bwana
Martin Mwiti ambaye ni naibu mkurugenzi wa ratiba, mipango na shughuli za naibu rais wakati huo. Siwezi sema kwamba yeye kwa njia moja au nyingine alikuwa na nia fichi ya kutaka kuhakikisha kwamba sisaidiki. Siwezi sema. Na siwezi kiri ya kwamba bwana ambassador balozi Ken Nyaundo Osinde marehemu kwa sasa eti alikuwa na nia mbaya na mimi. Hapana, siwezi sema. Hawa in fact walikuwa na nia mzuri. In fact, kwa taarifa yako, hawa walikuwa wanaharakisha kwamba nisaidike kulingana na vile agizo ya naibu rais. Lakini swali moja, tashwishi iko kwa hawa jamaa ambao tunafahamiana nao kutoka katika jamii yangu ya Wateso pale Busia. Hapo ndio shida iko. Kumbuka kuna matamshi fulani hapo bwana ambassador Ken Nyaundo Osinde, lakini nafahamu ni wao. Tutakuja kuelezea nyinyi video tofauti ili muweze kuelewa kwamba si kawaida rais wa Jamhuri ya Kenya kutoa agizo na isitimizwe, kama sio kuna watu hapa wanajaribu kucheza pata potea na na maisha ya watu wengine, kwa sababu wao wanataka to settle their vendetta, either against my father or against our family, which is ungodly, which is morally wrong. But mimi sikutaka kuzungumzia hilo kwa leo. Lakini kila ambacho napenda kuelezea zaidi ni mkutano wangu na bwana Maiyo. Hatuko na muda nyeti ya mimi kuweza kuwa na mdahalo na bwana Maiyo Ruben katika afisi yake hiyo tarehe 3 mwezi wa 9 mwaka 2019, kwa sababu ya ushauri nilikuwa nimepewa na mwenye alinipeleka huko. Lakini cha ajabu, mimi mwenyewe kwa ufahamu wangu kikamilifu nilikuwa najua ni kuhusiana na agizo ya mheshimiwa naibu rais kwamba kijana wa mzee Oduyo Prong akabidhiwe ajira. Hiyo ndio mimi nilikuwa nafahamu. Lakini cha ajabu, utatamaushwa na yale ambayo nilikuja kugundua siku ile nimejifunga nyororo na nikaonana na bwana Ruben Maiyo. Story ilikuwa tofauti. Hata Maiyo mwenyewe alikiri kwamba haikuwa hiyo story ya kazi. Yeye alikuwa ameambiwa story tofauti. Nitakuja kuelezea hapo tukifika hapo mbele. Sasa twende. Bas 2019 ndio ilikuwa ilifunga nyororo. Wakatafuta piga tu Kiswahili kidogo hapa na pale, ata give up kidogo. Bas 2020 nimeeleza katika zile videos hapo awali. Unaona hiyo mambo ya COVID-19. 2021 ilipofika, baadhi ya hawa watu mashuhuri kutoka jamii yangu ya Wateso kwanza sasa ndio walikuwa tayari wameshaanza kuweka vizuizi ya mimi kutowafikia hata kwa urahisi kwa maofisi zao, kwa sababu walikuwa najua sasa mimi situlii na sirudi nyuma, kwa sababu kuanzia 2017 unakuwa frustrated, unahujumiwa hapa na pale, walikuwa nafikiria pengine nita give up. But mimi sikuwa mtu wa aina hiyo. Nilijikakamua na siku zote nilikuwa nahakikisha kwamba nimepita pale kwa maofisi zao. So ilifika mahali wao wenyewe wakaanza kukereka na
kuonekana kwangu kwa ofisi zao, ndio wakaanza kuniwekea vikwazo nini, mara yuko kitu kama hiyo. So ndio ikafikia mwaka 2022, hiyo mwaka 2021 ndio karibu kielekea tukio mwezi wa 11 hapo mwisho hapo ndio roho yangu ilianza kushika moto ya kwenda kujifunga nyororo kwa gate ya deputy president. Wacha nitakuelezea tukiona kwa hiyo video nyingine, nikwambie haikuwa rahisi kufikia hapo. Asante, Mungu aturehemu. Tuonane katika hiyo part 4 ya episode 2. Tuonane, si ndio? Mungu akijalia, basi. Lakini ikiwa hii video inaweza fikia hata rais ama wandani wake wenye nia njema na wenye utu, basi nitashukuru sana.